Vipi unapendeza sana, nani amekuvalisha this night? Designer ni mimi mwenyewe. Kwa sababu nilikuwa nimeangalia nyuma, hii afro ndio ilikuwa style. Nikaangalia ile gauni, niliangalia style ya mwaka 1930 mpaka 22 walikuwa wanaweka Linda box. Alafu hii hapa unavyoiona ni debe. Umenielewa? Kwa hiyo nimekata debe. Kwa hiyo kwa wale wamama ambao walikuwa wastaarabu so watembea uchi walikuwa wanavaa nguo kama hizi. Na ni African people lakini pia hata wazungu. Kwa sababu Cinderella haijawahi kuisha fashion toka miaka ya nyuma sana. Umeelewa? Nikatia tu nakshi kidogo na shanga zenye rangi ya goldi. Sio mbaya kwa sababu nimeweka shanga kwenye kitenge. Okay, by the way, Koleta mimi ni mmoja kati ya watu ambao nakufuatiliaga sana. Unapenda urembo by the way, na bosi wako Lamata ameshika kijiti cha Miss Tanzania. Unahisi ataweza? Lamata sio mchezo wewe. Mimi nilikuwa naangalia tu watu wanaongea. Wanasema sijui imeenda kwenye sehemu sio sahihi. Lamata sio mchezo. Mimi nini naweza kuwashauri wampe nafasi. Wamwangalie kwanza, alafu waone nini anatenda. Lakini pia kama wana jambo la kushauri, sio mbaya wakamshauri ili aweze kufanya kitu kizuri zaidi. For me, kuhisi kwamba Lamata ataanguka haipo kichwani mwangu. Lamata anaweza kufanya vitu vya ajabu na vikubwa sana. Ukimwangalia kama sio yeye. Watu wanasemaje? Kwamba hichi kijito wangempa mtu ambaye kidogo ana experience kwenye masuala ya fashion, masuala ya mitindo. Wangempa mtu wa hivyo. Kwa mfano kama Wema ana experience kidogo. Nikuulize kitu? Wangapi walishika wenye hizo fani na iko wapi? Wanasema kwamba Lamata ana experience na masuala ya mitindo na masuala ya fashion. Ataweza kweli? Ni sawa, wampe muda. Wampe muda, waangalie ataweza. Okay, sawa. Kwani kile si ni kijiti, kila mtu atagaiwa tu. Yeah, of course. Akishindwa si atampa mtu mwingine. Yeah. Mimi sitaki kumlaumu Lamata wala sitaki kumzungumzia kibaya. Sio kwa sababu bosi wangu, la hasha. Kwa sababu nimeshamuona anapita sehemu nzito sana, sehemu ambazo hazipitiki. Sio kama unanielewa. Kwa mimi what I need, tumpe nafasi. Tukimpa nafasi ndio tutaweza kumsuta mbele. Unaanzaje kumsuta sasa hivi wala hujaiona kazi? Koleta ni mama, ni mfanyabiashara, ni MC, ni muigizaji, lakini the same Koleta ni voice over artist by the way. Na mtangazaji pia. Na mtangazaji pia. Mwandishi wa habari, mwandishi wa habari ndio hiyo mwandishi wa habari na mtangazaji, Tasnia ya habari inaendaje sasa hivi? Inaendelea vizuri, ila nilikaa pembeni kidogo, niliomba kalikizo. Ila muda sio mrefu nitarudi. Tena kwa unaweza vipi maintain hivyo vitu vyote, yani kukamata hivyo vitu vyote kwa wakati mmoja, na by the way unafanya poa, unawezaje? Mwenyezi Mungu ametuumba wanawake kuwa wa ajabu sana. Tuna uwezo wa kucontrol kazi zaidi hata ya 7. Sijui tuna uwezo gani. Yaani ni kitu ambacho hata mwanaume kuweza ni ngumu sana, unajua. Labda waende kule nje kwa sababu watabeba maboksi, watafanya yani ile kwamba yani inashindikana, ni lazima wafanye. Lakini sisi wanawake ni wa ajabu sana. Tuna uwezo wa kufanya vitu vyote hivyo, lakini tu ukituliza akili, ujitambue. Once uko Teddy wa Zora, Mary wa Jua Kali, mtangazaji wa redio, lazima ukubali zile nafasi tofauti. Ukiwa nyumbani kuwa mama. Okay, Teddy wa Zora, the first time JB anakupa script, anakupa story. No. Ni mara kama ya 3 hivi au ya 4 kama sikosea. Wakati tunapewa ile story, kitu gani ambacho ulikuwa unakiona? Ulikuwa unamuona nani kwenye huu unamcheza sasa hivi kwenye Zora? Sasa wacha nikwambie ukweli. Niliyekuwa namuona sio yule aliyenipatia. Mimi nilimuona mtu mwingine kabisa. Nilitamani kucheza ile nafasi ya Kiswahili ya Oliver. Na nilipewa hiyo character ya Oliver. Baadaye kama sinapita siku 4 au siku 5 hivi, JB anasema Koleta, hapana, sikuoni kwa Oliver. Wewe? Na kuona kwa Teddy. Nikamwambia hapana bwana, mimi nataka nicheze sehemu tofauti. Nataka nicheze mambo ya Kiswahili na nini, umenielewa? Akaambia nisikilize mimi nakuona kwa Teddy. Kesho yake wananiweka kwenye Teddy. Napokuja kuisoma story. Ilikuwaje? Yaani ilikuwa nzuri. Na nafikiri siwezi kujisifia sana bwana. Okay, by the way, congratulations, unafanya poa sana kwenye Zora na una mashabiki wengi sana sasa hivi. Naona Mary wa Jua Kali kama wanakusahau hivi. Una kitu gani cha kuambia kina Teddy wenye tabia kama hizo ambazo wewe umechukua hiyo character kwa ajili ya kuwafunza by the way? Kwanza
naomba niseme wasinisahau, kwa sababu kwanza nilikaa bench muda mrefu sana. Jua kali ndio linifanya nionekane kumbe yupo Umenielewa? Nilisafiri, niliishi nje, nimerudi, Lamata akanitambua, akanipa nafasi, siwezi kuibeza no matter what. Yani hata kama tukija kukosana siwezi ibeza. Umenielewa? Kwa hiyo bado na respect. Kubadilika kwa nafasi na uchezaji sawa, inawezekana huku nikaua alafu nikaja sehemu nikapatia zaidi au nikafika sehemu hivyo. Kwa hiyo mimi nafasi ya kwa Lamata naithamini sana, ila kwa JB pia naithamini sana. Ninachoweza kusema kwamba ni kwamba zote nilizichezea vizuri, ila kwa wakati tofauti. Sijui kama unanielewa. Watu walio kama Zora kwa kuwapa ushauri, si ndio? Tusiwe na tamaa baada fulani hivi yani. Lakini mimi nikwambie, ukimwangalia Zora kiundani sana, wala Zora sio mkosaji, ni vile tu alikosea namna yani nisemeje, alishindwa kuchezea karata yake, lakini kiukweli Zora ndani ya moyo wake alikuwa anampenda yule Katanga, right? Alikuwa anampenda Katanga, si ndio? Amekuja kuolewa na mwanaume mwingine kwa sababu yule mwanaume tayari alioa mtu mwingine. Mapenzi yako hivyo kwenye mahusiano. Mimi siwezi kuwalaumu kina Zora, ingawa kina Teddy, ingawa tunahitaji kufikiri kabla ya kutenda. Ukiona huku kunaharibika, it's better ushikilie huku unakopendwa. Ukimwangalia mume wangu, mimi alikuwa ananipenda vizuri tu sana, nilikuwa na maisha mazuri tu, lakini sikuangalia kile, niliangalia kile moyo wangu unataka kwenye kule. Sometimes unapaswa uchange kulingana na hali. Sio kama Koleta. Huo ni moja kati ya artists ambao mtu yoyote yule akichezea sanaa, akizungumza chochote kuhusu sanaa, uoga ukubali, lazima utengee mtandaoni, utapiga kelele zako. Nakumbuka kuna kipindi kuna mtu alibeza waigizaji wa filamu, ukiingia mtandaoni na ukazungumza kwa hisia sana. Nakumbuka au ni mtaje tu, sio picture. Baba Levo kuna kipindi akasema wasanii wa Bongo Movie ni omba, ili kukera sana ile kitu. Kuna watu hawajui sanaa yako umetoka nayo wapi. Kwanza ngoja nikwambie kitu kimoja, Baba Levo ni mtu mzuri sana. Sometimes anaongea point sana. Ni mheshimiwa sasa. Haijalishi tunamzungumzia Baba Levo yule wa saizi, afu tarudi kwenye mheshimiwa. Wao mheshimiwa ni wako wake na waliompa huko, right? Ni mtu mzuri sana, mimi simchukii. Anaongeaga point yani mpaka nawazaga huyu jamaa angeendaga vidato, huyu ni bonge la mtu. Yani hata akitetea hoja zake, kusema ukweli Mwenyezi Mungu, mimi ni mtu ambaye nampenda. Ila tu alikosea namna ya kuongea. Alishindwa kutofautisha umri wa watu waliopo kwenye sanaa na watu ambao anawamudu. Kule ndani kulikuwa kuna mama zake, baba zake na kila kitu. Kuna namna ya kumrekebisha mkubwa na kuna namna ya kumrekebisha mtu ambaye uko naye age sawa. Aliropoka badala ya kuzungumza. Mimi hata nikiwa nimekosea, ukiniambia wala sina shida. Mara kwanza nakumbuka nilimsupport. The second time nikamtema. Kwa sababu mara ya pili aliongea ujinga. Anaongea points lakini anaifikisha kipuuzi. Okay, unataka kuambia mashabiki, especially mashabiki zako wewe ambao waliamini kile ambacho alikizungumza? Mimi nawapenda na waendelee kuniamini kwa sababu mimi ni yule mwenye misimamo na huwa siumbi sometimes. Labda itokee bahati mbaya sana. Lakini kisimamia msimamo wangu nasimama kwenye msimamo. Okay, tumalizie. By then unaona artists wengi sasa hivi wanafanya kazi zao binafsi. Lakini Koleta kwa upande wako sijaona unafanya kazi zako binafsi wewe kama wewe. Maybe tutarajie kuona. Tuombe Mungu. Tuombe Mungu. Kwa sababu kuna wengine tumeumbwa labda kuwa tu wasanii na sio kuwa maproducer. Lakini ikitokea it's okay. Tunaweza tukafanya. Tuombe Mungu. Okay, asante kwa time yako, nimeenjoy, naomba ukapumzike. Na mizigo yako hii hapa. Asante sana ndugu yangu. Thank you so much for your time. Ubarikiwe. Na wewe unanichukua kwani na mizigo yangu, acha ujike.